Sasa huenda utakuwa unajiuliza kwa asilimia kubwa sana hivi karibuni ni nini hasa kimeweza kutokea ama ni nini kinaendelea kwenye maisha ya muziki wa Billnass, hasa anapitia nini katika kipindi hichi, kwa sababu tumeweza kuona anaandika ujumbe tofauti za kuweza kuelezea madudu na mengi ambayo yanaendelea kwenye tasnia ya muziki hapa nchini Tanzania, na kuelezea changamoto nyingi sana ikiwemo masuala ya dhulma, ushetani, lakini pia usaliti na vitu katika tasnia ya muziki. Sasa kwa siku ya leo tena ameweza kuendelea na kufunguka mengi sana, kuandika ujumbe mrefu zaidi na kuelezea hasa dhulma ambazo ameweza kuzipata kwenye baadhi ya kazi zake ambazo ameweza kuzifanya. Sasa leo ameweza kumtaja MX Carter, mmoja kati ya wadau wa muziki hapa nchini Tanzania, kuwa ni mmoja kati ya mdidimizaji kwenye sanaa ya hapa nchini Tanzania. Billnass ameweza kuandika ujumbe mrefu zaidi, lakini hapa nitakusomea kwa haraka zaidi ili tuweze kwenda sawa na kile ambacho amekiandika Billnass. Yes, amesema kwamba juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia na sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo au kuwakatisha watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia, bali ni kuwakumbusha na kuandaa na kukabiliana na ulimwengu wa kweli. Ndio maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi usisahau kumuomba Mungu akupe roho ya kustahimili na nguvu ya kukabiliana. Sasa nitaanza kuelezea mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumzia dhulma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo acha nianze na dhulma. Kuna dhulma nyingi zinafanywa na wadau, labels, managers, promoters, wamiliki wa media, distribution company na kadhalika. Lakini leo wacha nianze na upande wa distribution. Nitamuelezea Michael Mlingwa aka MX Carter kama mmoja wa wadau muhimu lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa mmoja kati ya wahanga wa dhuluma hiyo, na naamini baada ya hili mtasikia vilio vingi vyenye kufanana na hiki. Unaweza ukaamini wimbo mkubwa kama Puu sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake upande wa digital, hata unapofika wakati wa kupata stahiki zangu na kuwa naomba au kubembeleza na kuwa makubaliano ya kisheria. Hiyo ni moja, nitarudi kuelezea mengi yanayofanywa na watu kama MX Carter na washirika wao. Yes, huo ndio ujumbe ambao ameweza kuandika Billnass kutokana na changamoto ambazo ameweza kuzipitia kwa distribution ama wasambazaji wa kazi za muziki za wasanii mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sasa ameweza kumuelezea huyu ni mmoja kati ya wadau wa muziki hapa nchini Tanzania kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wana mchango mkubwa wa kuweza kudidimiza kazi za wanamuziki, na hapa ameweza kuelezea kwamba kwenye moja kati ya kazi yake ambayo ni Puu, wimbo wake aliweza kufanya hakupata hata senti moja, zote ziliishia kwake MX Carter. Sasa kwenye upande wa comment section pia Baraka the Prince ni mmoja kati ya wasanii ambao waliweza kucomment kwenye page ya Billnass kuhusiana na posti hii. Aliandika, umeniwahi sana kuhusu huyu bwana Michael Mlingwa, jambazi mkuu, akamtagi pale MX Carter. Nilikwambia wewe ni kibaka, this time utalipa pesa za watu man, tena zangu utazitoa hata kwa vita mura. Yes, hicho ndio alichokiandika Baraka the Prince. Kwa mujibu wake anasema kwamba MX Carter kwa this time ataweza kuzilipa pesa ambazo ameweza kudhurumu kwa wasanii. Na Baraka the Prince ni mmoja kati ya wasanii ambao wameweza kupotea na kukaa kimya sana kwenye game ya Bongo Flava kwa muda mrefu sana. Mashabiki zake hawajaweza kupata ile ladha ya muziki wake, na yeye ameweza kutoa povu lake na kuunga mkono hoja ya Billnass kusema kwamba MX Carter amekuwa ni mtu ambaye mdidimizaji ama mkandamizaji kwenye kazi za wasanii za muziki hapa nchini Tanzania. Yes, hicho ndio alichokiandika Billnass, na tutegemee kuona mengi ambavyo ameweza kutuelezea. Hii ya kwanza la swala la dhulma, kwamba ni moja kati ya kitu ambacho ameweza kukipitia na ni muhanga wa jambo hili. Wewe kama mdau wa muziki ama mashabiki wa Billnass, una neno gani la kuweza kuchangia ama na mtazamo gani kwenye swala hili hapa? Drop your comment. Mimi naitwa Kathedi. Usiweze kusahau kusubscribe our YouTube channel, click on the notification bell ili usiweze kupitwa na chochote kutoka kwetu. See you guys in the next one.